السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في النبيين، وصل على سيدنا محمد في المرسلين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Maashara almuslimin, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuafikia kutujalia sisi ni miongoni mwa Waislamu. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kutujalia ni miongoni mwa ummatu Muhammad. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuafikia tukaweza kukutana katika nyumba miongoni mwa nyumba zake siku ya leo, si kwa sababu nyingine, ni kwa ajili ya al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, kwa ajili ya kuyaamrisha yale yanayojulikaniwa kuwa ni mema na kukatazana yale ambayo ni maovu. Tumwombeni Mwenyezi Mungu waliotangulia mbele za haki awasamehe madhambi yao, awatilie nuru makaburi yao. Tumwombeni Mwenyezi Mungu wagonjwa awape afya, wenye dhiki awaondolee dhiki zao, wenye makero awaondolee makero yao. Tumwombeni Mwenyezi Mungu ayafanye maisha yetu yawe sahali, vitu viwe rahisi. Tumwombeni Mwenyezi Mungu atupe mwisho mwema. Ukifika wakati wetu wa kuondoka, tusiondoke ila na kalima ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndugu zangu Waislamu, Ijumaa ya kwanza ya mwezi wa mfungo sita hapa msikitini kwetu tulizungumza kuwa huu ni mwezi aliozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na watu mbalimbali, misikiti mbalimbali, makawanja mbalimbali, nchi mbalimbali ziko katika harakati za kumtukuza na kumshashia na kuterema na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Tukasema ndugu zangu, ni munasaba mzuri unapofika mwezi kama huu, iwe mazungumzo yetu yote ni kuhusiana na sifa na shamail na tabia za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na leo Mwenyezi Mungu akituafikia, tutakuwa katika mwendelezo wa kuzizungumza tabia za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na leo ndugu zangu, tutazungumza vipi Mtume Muhammad alikuwa akiwasamehe wale wanaomkosea. Vipi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiwasamehe wale ambao alikuwa akiwatia mkononi
baada ya wao kumkosea Mtume Muhammad alikuwa akiamiliana nao namna gani. Ndugu zangu watukufu Waislamu, wanadamu Mwenyezi Mungu amewaumba na tabia tofauti. Kila mmoja katika sisi Mwenyezi Mungu amemuumba na tabia yake. Kuna watu ambao Mwenyezi Mungu amewaumba na tabia ya kutopenda kuudhi, na ikitokea mtu ameudhi, basi namna atakavyojuta na namna atakavyoona dhiki yeye utashangaa. Na kuna watu Mwenyezi Mungu amewajalia tabia zao ni kuudhi. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewajalia tabia zao ni kuwakera watu wengine. Kuna watu Mwenyezi Mungu amewajalia kila wakiwaona watu watatizika, kila wakiwaona watu wateseka, na kila wakiwaona watu wanadhiki, kwa wao hiyo ndio furaha. Na kuna watu Mwenyezi Mungu amewajalia hukosea bahati mbaya, hajafanya kusudi kukosea. Na makundi yote haya ndugu zangu ninayoyazungumza huwezi kuyaona na huwezi kuyajua mpaka uwe umechanganyika na watu. Ukichanganyika na watu, una marafiki tofauti, una watu tofauti, na ndipo utakapoenda kukuta kwamba hawa watu walikuwa wako namna gani. Na tunapowazungumza watu walioishi na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wawe ni Waislamu wawe si Waislamu, twazungumza watu ambao walikuwa ni binadamu, yale ambayo binadamu wa leo anayo na wao pia walikuwa wanayo. Tukizungumza mwanadamu wa leo yuhitajia kulala, na wao walikuwa wakihitajia kulala. Tukizungumza mwanadamu wa leo yuwahitajia mke, na wao walikuwa wakihitajia wake. Tukizungumza mwanadamu wa leo kuna wanaopenda kuudhi, na kwao pia walikuwepo wanaopenda kuudhi. Tukizungumza kwamba kuna binadamu ambao huudhi bahati mbaya, si kukusudia, na wao pia katika wakati wao walikuwepo. Ndugu zangu, kinachotutofautisha sisi na wale ni vitu kadhaa. Ni kwamba wao wameishi zama za Mtume, ni kuwa wao wameishi kabla yetu, lakini yale mambo ya kibinadamu tulionayo sisi ndiyo hayo hayo walionayo wao. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, katika jumla ya maisha aliyoyaishi, alikuwa akipambana na watu wenye tabia kama hizi, akipambana na watu ambao maumbile yao ni kuudhi. Na ndiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfundisha Mtume Muhammad, akamwambia fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Fa'fu anhum, wasamehe. Ikitokea mtu amekuudhi, Mwenyezi Mungu amwambia Mtume samehe. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu amwambia Mtume khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, chukua msamaha. Mtu akikuudhi katika jambo ambalo kwamba la kuhusu wewe kama wewe, khudhil afwa, samehe ya Muhammad, usiwatukulie ya Muhammad. Na hivi ndugu zangu ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam tabia yake ilivyokuwa imekusanya. Mtume alikuwa akisamehe kwa vitendo, Mtume alikuwa akisamehe kwa maneno, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunapozungumza msamaha wake umewaenea mpaka maadui zake, kama namna tutakavyokuja kupiga mifano. Msamaha wa Mtume Muhammad ulikuwa mpaka ndani ya vita, Mtume alikuwa akisamehe. Tunapozungumza msamaha wa Mtume Muhammad katika hali ya amani, ikiwa hakuna vita, Mtume Muhammad alikuwa akisamehe. Tunapozungumza kusamehe, Mtume alikuwa akiwasamehe watu wake wa nyumbani, akisamehe familia yake.
Yote haya ndugu zangu tutayaona katika kwenye akhlaqi za Mtume. Mtume alikuwa akiwasamehe majirani. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam mpaka katika kuuza na kununua, Mtume akiuza alikuwa akisamehe, na Mtume Muhammad akinunua alikuwa akisamehe. Mtume alikuwa akisamehe mpaka kwenye kuhukumu. Katika baadhi ya mambo Mtume alikuwa akihukumu, na katika hukumu za Mtume ukiona kuna kusamehe. Mtume Muhammad alikuwa akisamehe mpaka kutoa na kuchukua. Haya yote ndugu zangu utayaona katika akhlaq za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume ambaye leo sisi twaishi katika mwezi aliozaliwa Rabiul Awwal. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam alikuwa akiwasamehe watu katika makosa ambayo mengine lau ni mwanadamu wa kawaida atashindwa kusamehe. Tuna mfano mzuri katika haya tunayoyazungumza, tuna mifano mizuri. Kwa mfano, mtu anayeitwa Abu Sufyan. Abu Sufyan ni mmoja katika makafiri wa Makka ambao baadaye walisilimu, lakini kabla ya kusilimu alimsumbua sana Mtume Muhammad. Alimsumbua Mtume katika vita vya Uhud. Katika vita vya Badri Abu Sufyan hakuweko, lakini katika vita vya Uhud Abu Sufyan ndiye aliyeongoza watu kwenda kumpiga vita Mtume, mpaka Mtume akavunjwa meno ya mbele, Mtume akaposuliwa uso. Ni mbinu za nani? Mbinu za Abu Sufyan. Katika vita vya Khandaq Abu Sufyan huyu ndiye aliyekusanya watu, aliyekusanya majeshi kwa ajili ya kwenda kumpiga vita Mtume Muhammad ndani ya Madina, mpaka ikamlazimu Mtume na masahaba wachimbe shimo nje ya Madina ili kuwazuia makafiri wasiweze kuingia. Mbali na mambo tele aliyomfanyia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, mtu huyu ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuja kuftahi Makka, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuja kuiftahi Makka na Abu Sufyan akasilimu mbele ya Mtume, wachilia mbali Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumwambia maadamu ulinifanyia yale mimi sikukubali, bali Mtume alimpa nishani au alimpa daraja siku ile. Mtume Muhammad akasema, man dakhala almasjida fahuwa amin wa man aghlaqa alayhi babahu fahuwa amin wa man dakhala dara abi Sufyan fahuwa amin. Mtume asema kafiri yoyote ambaye hajasilimu akiingia msikitini ana amani, hatutomuua msikiti wa Makka. Kafiri yoyote atakayeingia nyumbani kwake ajifungie mlango ana amani, hatutomuua. Na kafiri yoyote atakayeingia nyumba ya Abu Sufyan pia na yeye ana amani, hatutomuua. Ni nani anayepewa nafasi hii ndugu zangu? Ni mtu ambaye kana aladda a'daihi sallallahu alaihi wasallam, alikuwa ndiye adui mkali zaidi kumpiga vita Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Lakini ndugu zangu, tabia ya Mtume na tabia ya maswahaba na tabia ya watu wema, walikuwa hawaweki kitu moyoni. Ndugu zangu, kuweka kitu ndani ya moyo na kupenda kulipiza kisasi na kupenda kuona kwamba kuna mtu wamsumbua, haya ndugu zangu ni maradhi yanayowapata watu ambao nafsi zao ni dhaifu. Ukimwona mtu apenda kulipiza kisasi, tit for tat, ukinifanyia nitakufanyia. Ukimwona mtu hata ukamwomba msamaha namna gani, yeye msimamo wake uko pale pale, mimi sijui kusamehe, mimi ni kadhaa.
Hizi ndugu zangu ni tabia huwapata watu ambao roho zao ni ndogo, mioyo yao ni midogo, mioyo yao ina dhiki. Kwa hivyo mtu yule ili afiche ule udhaifu wa moyo wake, ataka aufiche kupitia kwa kuonyesha kwamba yeye ni jabari, yeye ni hivi, na sio tabia ya Bwana Mtume Muhammad. Mtu ambaye moyo wake ni mkubwa, ndugu zangu, umfanyie lolote utakalomfanyia, kisha utakaporudi ukamwambia naomba tuyamalize, mtayamaliza. Maadha Allah, Mwenyezi Mungu atulinde na Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Lakini Mtume Muhammad alihisabu miongoni mwa alama za mtu ambaye ni munafiki ni yule ambaye mkikosana hamalizi ugomvi. Mwenyezi Mungu atulinde inshallah na maradhi haya. Lakini ndugu zangu, kama wajijua wewe una tabia ukitetana mtu humalizi, muna miaka 5 ugomvi waendelea tu, na wamwambia mtu bwana, mimi simalizi, mimi hata kama ni miaka 10 mimi, usije ukaona kwamba ni fakhri. Kwa ushahidi wa Mtume kwa hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Abbas, wewe una chembe chembe za unafiki. Muislamu wa kweli moyo wake huwa ni mkubwa, na ndivyo ndugu zangu alivyokuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, ambaye leo tumzungumza. Bali ndugu zangu, angalia msamaha wa Mtume Muhammad. Kusamehe kuna mara 2 na zote zimetajwa ndani ya Qur'an. Kuna al-afwu na kuna as-safhu. Kuna kumsamehe mtu lakini ndani ya moyo kuna kitu. Nimemsamehe, tutasalimiana, tutaketi, tutazungumza, lakini bado ukimuona katika moyo kuna ile kwamba huyu kuna siku alinifanyia hivi. Hii ni al-afwu. Kisha kuna as-safhu. As-safhu ni umsamehe mtu na moyoni pia utoe. Msamaha wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunaozungumza ilikuwa si kusamehe moyoni kuna kitu. Msamaha wa Mtume ilikuwa akisamehe, hiyo story imekwisha. Hakuna siku utakati na Mtume akwambia lakini wewe mazee wewe, lakini wewe. Kwa Mtume akishakukwambia nimekusamehe, hiyo habari hakuna. Ndugu zangu, Mtume Muhammad alizaliwa Maka, akaishi Maka, akaoa Maka, akazaa Maka. Mtume alikuwa na watoto 7, watoto 6 wote aliwazaa Maka, mmoja tu ndiye alimzaa Madina, Sayyiduna Ibrahim. Katika miaka ambayo Mtume aliishi Maka, ndugu zangu, barabara ya Mtume haikutandikwa lami. Walimuudhi Mtume, walimkejeli Mtume, walimtoa mji Mtume. Mtume mpaka wakati mwingine yuwaswali sallallahu alaihi wa sallam, mtu yuenda yuwachukua mzoga, kile kinyesi, mtu yuenda kwenye kichinjo, sema kichinjoni, twajua kichinjoni kukoje. Mtu akienda kule kichinjoni akusanya damu, akusanya uchafu wa tumbo, akusanya kinyesi. Mtume amesujudu, mtu yuwaja amecha katika ndoo, yuomwaja Mtume Muhammad katika kichwa, na Mtume haseme kitu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, watu wapanga njama za kumuua, mpaka Mtume yuutoka mji kukimbia asijakauliwa. Wakati mwingine Mtume yuwataka kuingia mji aliyozaliwa, aambiwa huna ruhusa kuingia. Hebu ndugu zangu, fikiria wewe hapa, Mwenyezi Mungu amejalia umepata safari, umekwenda nchi ya nje, kisha siku umeamua wataka kurudi Kenya, nchi ambayo umezaliwa, nchi ambayo una pasipoti, nchi ambayo umechukua kitambulisho, nchi ambayo umejenga, nchi ambayo familia yako iko. Ukifika airport, serikali imetoa ruhusa kwamba huyu hana ruhusa kuingia nchini. Unakokwenda si kwenu, na kwenu waambiwa huna ruhusa kuingia. Haya yote alipata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pamoja na yote haya ndugu zangu, siku Mtume alipoingia Maka akaiftahi Maka, Mtume amewakusanya makafiri wote kwenye Al-Kaaba. Al-Kaaba ina maswanamu 360.
Mtume ashayaangusha masanamu yote, sadaqa abda wa hazama al-ahzaba wahda. Mtume ameadungadunga na vijiti mpaka masanamu yameanguka. Kisha Mtume amewaelekea wale waliokuwa wakimwagia uchafu kwenye kichwa, wale waliopanga njama za kumuua, wale waliokuwa wakimtukana, wale waliomfukuza mji, wale waliokuwa wakimpangia mambo mabaya. Mtume amewakusanya kwenye uwanja mmoja, awauliza swali, awambia madha tarawna anni fa'ilun bikum, mafikiria leo mtawafanya nini? Mulipokuwa na nguvu mulinitambia. Kwa lugha leo, kwa lugha leo, mulipokuwa na nguvu mulinitambia, mulipokuwa na nguvu mulionyesha kifua. Leo nguvu yote ninayo mimi. Madha tarawna anni fa'ilun bikum, mafikiria leo mimi nitawafanya nini? Watu wale wale kibri kimewashuka, wakawa mwambia Mtume, akhun karimun wa ibnu akhin karim, wewe ni mtukufu, babako alikuwa ni mtukufu. Ni utukufu leo. Zamani mlipokuwa nyinyi mna nguvu mlisahau kwa mimi ni mtukufu babangu, leo ndio mwatambua mimi ni mtukufu. Lakini Mtume hakuwauliza chochote. Mtume aliwaambia idhhabu fa antum tulaqa, nendeni nyote nimewasamehe, yale yote mlionafanyia mimi sina habari nayo. Ambapo ndugu zangu, lau ni kiongozi wa leo, ndugu zangu, mwaona nyinyi, mimi nikizungumza mifano hii, wakati mwingine nazungumza mambo ambayo twaishi nayo. Hizi serikali zetu, angalieni wale waliobanwa wakati wa uongozi uliopita, walipochukua madaraka, wale waliowabana waliwaacha huru, kwa sababu nafsi ndogo. Nafsi yako ikiwa ndogo, moyo wako ukiwa mdogo, utabeba chuki, utabeba hasad, utabeba bughdha, utabeba mambo ya kulipiza kisasi, kwamba mtu akinifanyia nitamfanyia, mimi ni mtu kadhaa, mimi ni... La, ndugu zangu, sivyo. Ni lazima nyoyo zetu ziwe kubwa, na moyo hauwezi kuwa mkubwa ikiwa moyo ule waubebesha mambo mengi. Ili moyo wako uwe mkubwa, moyo wako uwe ujali, uwe hafifu. Mtu amekukosea, wassalam, maadamu alhamdulillah yangu yanaendelea, maadamu amenitukana hakunishambua ngozi, maadamu kazi zangu zanaendelea, riziki yangu alhamdulillah tosha. Na hivi ndugu zangu ndivyo alivyokuwa sayyiduna wa habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Bali ndugu zangu, kibaya zaidi ni Mtume kumsamehe mtu aliyefanya mpango wa kumuua. Mtume Muhammad alipokwenda Khaybar kwenda kuiftahi, Khaybar ni ardhi kwa wakati ule, ni ardhi iliyokuwa ikikaliwa na Mayahudi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaenda kuifungua ardhi ile, ardhi ya Waislamu. Mtume baada ya kuifungua ameketi na masahaba, yuko Khaybar. Ghafla Mtume ameletewa nyama choma kwa lugha ya leo, na Mtume na nyama ya mbuzi, na Mtume alikuwa akipenda nyama ya mbuzi kuliko nyama ya ng'ombe. Bali Mtume Muhammad katika nyama ya mbuzi, sehemu aliyokuwa akizipenda ni sehemu za mapaja. Yani Mtume ukimwekea mbuzi, toa hizi mbavu hizi, kimwekea Mtume apenda haya mapaja. Sasa kuna bwana ambaye amewauliza watu haswa, Muhammad apenda mnyama gani? Akaambiwa mbuzi. Katika mbuzi apenda nini? Akaambiwa apenda mapaja. Yule bwana akachinja, Yahudi akachinja mbuzi, akamtia sumu mbuzi mzima, lakini sehemu ya mapaja ndio akatia sumu nyingi. Kisha ule mbuzi akawekwa vizuri, akaletwa mbele ya Mtume, ni zawadi, kula ya Rasulullah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ni mwanadamu. Kabla masahaba wale, Mtume akakata yule mbuzi kinofa akakitia mdomoni, na kuna sahaba naye akakata akatia mdomoni. Yule Mtume alipotia mdomoni tu kuanza kutafuna, Mtume akaitema. Mtume yuwatema, yule sahaba yeye yake ashameza. Mtume hapo alipotema tu
Akawaambia masahaba, inna hadhihi shata tukhbiruni annaha masmuma, huyu mbuzi huyu tulieletewa, huyu mbuzi ameniambia kwanti masumu. Na hii ni katika miujiza ya Mtume Muhammad, kuwa nyama imepikwa lakini yamwambia Mtume hii nyama hii, huyu mbuzi wanaambia kwamba antiwa sumu. Wakati Mtume wayazungumza hayo, yule sahaba mwingine tayari yuanza kusikia vibaya. Mtume akauliza, nani alimtengeza huyu mbuzi? Anatoka wapi? Akaambiwa ametengezwa na mwanamke wa Kiyahudi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akawaambia, mleteni. Yule mwanamke alipoletwa, Mtume akamuuliza, huyu mbuzi umemtia sumu? Akamwambia naam. Mtume akamwambia, wama hamalaka ala dhalika, ni kipi kilichokupelekea utie sumu? Yule mwanamke akamwambia, nimemtia sumu, ikiwa wewe ni mtume hutokufa, kama si mtume ufele mbali, tupumzike na kero lako. Yule sahaba akafa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu mwanamke pamoja na kitendo alichokifanya, Mtume alimsamehe. Huyu ndiye Mtume Muhammad. Yule aliyemroga Mtume twazungumza mara kwa mara. Kuna kipindi Mtume alirogwa ikawa na kama sampuli ya wasiwasi, kama sampuli ya wasiwasi hivi. Tukizungumza wasiwasi, hatuzungumzi kwamba Mtume alikuwa akizungumza Qur'ani ambayo si Qur'ani, hapana. Ni wasiwasi tu wa kibinadamu. Kwa mfano, Mtume azakaketi msikitini hivi akaona, mimi nina janaba na sijaoga. Mtume ataondoka ingie nyumbani, ngambia mkeo niwekee maji nioge. Oga nini? Naoga, si nina janaba ninakuingilia. Mtume la huja niingilie. Huo ndio wasiwasi aliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Si wasiwasi wa kwamba labda akili yake ilipotea, ni wasiwasi aweza akafikiria jambo kwamba nimelifanya, kumbe hajalifanya, akafikiria jambo kwamba hajalifanya kuwa kumbe amelifanya. Mara nyingi tuzungumza, Mtume siku moja amelala sallallahu alaihi wasallam, ghafla akajiliwa na malaika wawili, mmoja kichwani, mmoja miguuni. Yule wa kichwani amuuliza wa miguuni, ma badu rajul, ana nini huyu? Yule amwambia mwenzake, matbubun, huyu amerogwa. Yule amuuliza, man tabbahu, aliyemroga nani? Yule miguuni amwambia Labid ibn al-Asam, amerogwa Labid ibn al-Asam. Amuuliza, wa kaifa tabbahu, amemroga vipi? Mtume yuko usingizini lakini yuota, na ndoto za mitume ni kweli, ni haki. Amemroga vipi? Akamwambia amechukua shanuo lake, kuna nyele zake akazichukua, akachukua kitambara chake cha nguo akachanganya na vitu fulani, kisha baadaye akamroga na hivyo vitu. Amuuliza yule mmoja, amuuliza, na huo uchawi uko wapi? Akamwambia uko kisima cha kina fulani, umezikwa kule chini. Mtume Muhammad akashtuka. Mtume aliposhtuka akamwita Saidina Ali na masahaba wengine wawili, nendeni kisima fulani, nendeni kule chini kuna jiwe, muliinue, mtaona kuna vitu, nileteni. Masahaba wakifika kule chini, kina Saidina Ali wakiondoa, kweli wakaona shanuo la Mtume. Mtume alikuwa ana mfanyikazi wake ambaye yuwafanya kazi na Mayahudi. Katika lile shanuo la Mtume kuna vinyelenyele, kuna nguo ya Mtume ambayo imekatwa kitambara na vitu vingine vinchangamano na uchafu fulani, na kuna kamba imefungwa mafundo 7. Wale wakazichukua zote wakamletea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akawaambia, nileteeni Labid ibn al-Asam, ndiye aliyemroga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akateremshiwa qul a'udhu bi rabbil falaq na qul a'udhu bi rabbin nas. Mtume kila akisoma qul a'udhu bi rabbil falaq, akisoma akimaliza fundo moja lafunguka, mpaka yalipofunguka yote 7, Mtume mzima hana chochote. Suali, huyu aliyemroga Mtume Labid ibn al-Asam, kuna mahali katika historia masomo ya kwamba Mtume alimuua? La, Mtume hakumuua aliyempa sumu, wala hakumuua aliyemroga, kwa sababu moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ulikuwa ni moyo mkubwa. Ndugu zangu, basi ndugu zangu, na mifano tumbi nzima ya Mtume Muhammad ambayo mtaiona katika tabia zake. Bali ndugu zangu, wakati mwingine Mtume alikuwa akimpa zawadi anayemuudhi. Sayyiduna Anas yasema, siku moja tuko na Mtume twatembea, Mtume amevaa kishari. Kishari ni kama hichi, amekeka katika shingo,
na mtume wakati huo ameletwa mali kutoka Bahrain. Katika taarikhi ya mtume hakuna mali aliyoletewa nyingi kama mali iliyotoka Bahrain, kwa sababu fikiria, ikiwa mtu mmoja yuwapewa mbuzi 100, huyo ni mtu mmoja, mbuzi peke yake amepewa mbuzi 100, mwingine yuwaitwa yuwapewa ngamia 70. Fikiria, na masahaba ni wengi, fikiria hii mali ilikuwa vipi? Kuna mmoja yeye hakupata. Mtume Muhammad yuwatembea, Sayyidina Anas asema huyu bwana akaja akakishika kishale cha mtume. Mtume ameangalia huku, yule bwana akakishika kishale akakivuta kwa nguvu mpaka mtume mwili mzima ukageuka upande wa pili. Sayyidina Anas asema kile kishale kikatoa alama katika ngozi ya mtume Muhammad. Yule bwana amwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia atini min mali llahi alladhi a'taka, nipe mali za Mungu alizokupa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakusema chochote, akaambia masahaba mpeni kiasi fulani. Yule bwana akapewa kenda zake. Haya ndugu zangu, ndio mambo ambayo ni muhimu katika maisha, sisi tujipambe nayo. Mtume Muhammad alipokwenda kuna wakati maisha alimbana, akaenda akakopesha kwa mtu ngano, nikopeshe ngano kiasi fulani nitakulipa. Utanilipa lini? Mtume akamwambia nitakulipa siku fulani, akamwekea tarehe. Ilipofika ile siku mtume hajalipa, na hajalipa kwa sababu hana. Yule bwana ametoka alikotoka akaja kwa mtume, na Muhammad, mtume amezungukwa na masahaba. Yule bwana akaanza kumwambia mtume, amwambia nyinyi Bani Abdul Muttalib ni watu wazito kulipa madeni, nyinyi mwajua kukopesha, kulipa hamujui. Akamsimanga mtume, akasema masahaba wakakasirika, kina Sayyidina Umar, ya Rasulullah, mbona akukosea adabu huyu? Mtume akawaambia hii lugha hii. Mtume aliwaambia da'uhu fa inna li sahibi alhaqqi maqalan, muacheni aseme, kwa sababu ana haki, yondoi kweli. Tuko tayari kumuua. Mtume akamwambia la, mtu anikopesha mumuulia nini? Kisha mtume akamwambia Sayyidina Umar, jifundishe, mtu kama huyu mwambie anilipe, mwambie kama yuwadai adai vizuri, kisha niambie mimi mtume wako, na wewe ukikopeshwa lipa. Huyu ndiye Mtume Muhammad. Hakuelekeza mambo upande mmoja, amwambia kazi yako wewe Umar si kumkata mtu shingo kwa sababu amekuja yuwadai chake. Maadamu tarehe niliyoiweka imefika na sijalipa na sijakwenda kujieleza, mwambie huyu bwana basi kama wadai dai vizuri, usizungumza maneno makali, kuna kupata na kukosa, lakini kisha niambie na mimi mtume wako, niambie na wewe ukikopeshwa baba fanya bidii ulipe kwa wakati. Huyu ndiye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mambo ambayo leo ndugu zangu tukiyazungumza si rahisi mtu kwamba atayapata. Kisha Mtume Muhammad akawaambia masahaba ile ngano ambayo amenilipa, na katika riwaya nyingine huyu bwana alimkopesha Mtume ngamia mdogo. Mtume alikuwa na dharura naye. Katika riwaya Mtume akaambia masahaba, angalieni katika ile ngamia wa sadaka mumlipe. Masahaba wakaenda wakaangalia ngamia mdogo kama yule ambaye alimkopesha Mtume, ikawa hakuna. Ngamia wote ni wakubwa. Wakamfuata Mtume akamwambia Rasulullah, hakuna ngamia mdogo, huyo ankopa ngamia mdogo, na kama nikumlipa ngamia mdogo, ngamia wote walioko ni wakubwa. Mtume akamwambia chukueni mumpe. Kisha Mtume akazungumza hadithi maarufu tuisoma madarasa. Mtume akamwambia inna khiyarakum ahsanukum qadaa, wa bora wenu ni wale ambao wakilipa hulipa vizuri. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ndugu zangu watukufu Waislamu, huyu ndiye Mtume, na hivi ndivyo Mtume alivyowarithisha masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume aliwarithisha chembe hizi na watu wema. Ni watu ambao roho zao, nyoyo zao ni kubwa, ni watu ambao katika nafsi zao hawaweki visasi. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume fasfahi safha aljamil. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu amwambia Mtume fasfah anhum, maana yake ukisamehe achilia mbali.
Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu atuambia sisi, asema waliyafu waliyasfau, nyinyi ambao kwamba mwajifananisha na watu wema, mkisamehe achilieni mbali. Masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, ukiwasoma hivi ndivyo walivyokuwa. Walikuwa ni wanafunzi bora wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, kwa sababu mambo kama haya na kwa sababu ya usamehevu wao. Ndugu zangu, utaona namna gani mapenzi yalikuwa kati yao. Nitawapigia mfano. Sayyiduna Muawiya ibn Abi Sufyan ni sahaba. Baada ya al-Imam al-Hasan, baada ya al-Imam al-Hasan kujiuzulu mwaka wa 30 Hijri, Muawiya akawa ndiye khalifa. Ana shamba Madina kubwa, shamba lake amewekeana mpaka na Abdullah ibn Zubair. Muawiya na Abdullah ibn Zubair wote ni masahaba, picha haziendi. Muawiya ndiye mtawala, yuko Sham, shamba yake ya Madina ameweka wafanyikazi. Wale wafanyikazi mifugo yao kwa bahati mbaya wakaingia katika shamba ya nani? Ya Abdullah ibn Zubair, wakaharibu makulima. Sayyidina Abdullah ibn Zubair kwa ni mtu hasira, akaandika barua. Barua hii iende kwa Muawiya ibn Abi Sufyan, tafadhali wazuie mbwa wako. Wafanyikazi wameita nani? Mbwa. Wazuie mbwa wako wasiingie katika shamba langu, wa illa, ikiwa mbwa wako wataendelea kuingia katika shamba langu, wallahi nitafanya kadha 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 kadha. Akaandika vitisho vingi. Barua ikabebwa akapelekewa Muawiya. Wafanyikazi wangu leo wamekuwa ni mbwa. Lakini Muawiya, angalia wanafunzi wa Mtume Muhammad. Sayyiduna Muawiya baada ya kuisoma ile barua hakuamua kujibu kama alivyoandikiwa. Labda niwapigie mfano wa karibu. Yaani shamba lako wewe limekiana mpaka na shamba la Ruto, tujalie hivi. Pengine nikizungumza Muawiya, nyinyi msakwa mjanielewa na mzungumzia nani? Wewe una shamba mathalan, shamba lako umekiana mpaka na nani? Na Mheshimiwa Rais. Kisha wafanyikazi wa Mheshimiwa Rais ndio ambao wamesahau mifugo yao, wakaingia shambani kwako ikaharibu. Kisha wewe ukamwandikia rais barua kama hiyo, mbwa wako hivi, vitisho tele, wakati rais ana uwezo wa kuambia hao mbwa wake ingieni mufanye, na hakuna. Lakini angalia watu waliokunywa maji ya Mtume, angalia watu waliosoma katika madarasa ya Mtume. Sayyidina Muawiya akachukua barua akamwandikia, akaandika maneno mazuri, pole kwa yaliyotokea, na kwa sababu watu wangu wamewatia mifugo kwenye shamba lako wakaharibu, hilo shamba langu na hiyo mifugo yangu na hao wafanyikazi wangu wote nimekupa wewe ni zawadi. Nikuulize ndugu zangu, hapa ugomvi unaendelea vipi hapa? Vita hapa vinaendelea vipi? Wewe umeandika barua ya vitisho na barua ya ukali, lakini majibu unawaambia basi na hilo shamba langu na hiyo mifugo iliyoko ndani na thamani zote zilizomo na hao watumwa hao wote nimekuachia wewe ni zawadi. Mimi huko sina tena shamba. Kwa nini ndugu zangu? Kwa sababu nafsi zilikuwa ni kubwa, nyoyo zilikuwa ni kubwa. Ndugu zangu Waislamu, narejelea tena haya maneno, tabia za kupenda kulipiza kisasi, tabia za kuweka vitu ndani ya moyo. Wazungumza, mimi sizungumze na Ustadh Muhammad, tulikosana, aliniudhi. Lini? Aliniudhi kuanzia 2010 na leo tuko ngapi? Tuko 2026. Miaka mingapi? Miaka 16 imepita. Yaani miaka 16 bado wazunguka, ukilala wala na chuki, ukiamka waamka na hasira, ukiniona bado na hiyo. Ndugu zangu, ni tabia ya mtu ambaye moyo wake uko hivi. Lakini leo utauona moyo wako ukikosana na mtu leo yamekwisha, hata kama hakukuomba msamaha, lakini mmekosana msikitini, mkiona na hapo salamu alaykum wa alaykum salam, kila mtu
Hii tafsiri yake moyo wako ni mkubwa, na ndivyo wanavyozungumza ulama. Basi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walikuwa wapo katika hali kama hiyo. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab amekuja mtu amwambia Sayyiduna Umar ni khalifa, amwambia Sayyidina Umar, wewe ni kiongozi dhalim, wewe ni kiongozi huna uadilifu, wewe ni kiongozi bakhili, hutoi, na zote ni sifa Sayyidina Umar hana. Sayyidina Umar kama mwanadamu kidogo akataka kufanya hasira. Kuna bwana pale kando akamwambia, Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahili, samehe. Sayyidina Umar ile kuambiwa samehe, hapo hapo akarudi nyuma, masala yanakwisha. Basi ndugu zangu watukufu Islam, ikiwa tumzungumza Mtume katika mwezi aliyozaliwa Mtume Rabiul Awwal, ni lazima tunapoyazungumza mambo ya Mtume na sisi tuyatabe, na sisi tuyaige. Ndugu zangu, ukisamehe haupungukiwi na kitu, bali kwa Mwenyezi Mungu wazidi sharafu. Katika hadithi Mtume asema sallallahu alaihi wasallam, ma naqasat malu min sadaqa, mali unayoitolea sadaka mara kwa mara haipungui. Ondosha fikra ya kwamba mimi nina 200 nikitoa 20 au 50 nikimpa mtu itakuwa ninabaki na shilingi 150. Mwenyezi Mungu atakuletea kwa njia nyingine. Ma naqasat malu min sadaqa. Kisha Mtume akasema, wa mazdada abdun bil afwi illa izza, mwanadamu kila anaposamehe kwa Mwenyezi Mungu hawi mnyonge. Kila ukisamehe Mwenyezi Mungu akuinua daraja, akuinua daraja, akuinua daraja. Soma katika aya ndugu zangu, katika suratu Ali Imran, Mwenyezi Mungu awazungumza watu ambao wataingia peponi, na ndio aya ambayo kwamba tumeiandika katika hii mimbari yetu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin, fanyeni haraka muupate msamaha wa Mwenyezi Mungu. Wa jannatin, fanyeni haraka muingie peponi. Pepo iko namna gani? Ardhuha as-samawati wal ardh, upana wake ni mbingu na ardhi. Ndugu zangu, upana ni mbingu na ardhi, urefu wake ukoje? Na nyinyi mwajua urefu kawaida huwa ni mrefu zaidi kuliko upana. Mwenyezi Mungu asema pepo upana wake ni mbingu na ardhi, ina maana urefu wake ni zaidi ya mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu asema uiddat lilmuttaqin, hiyo pepo hiyo imeandaliwa wenye kumcha Mungu. Mbele ya hizo aya Mwenyezi Mungu asema hao watakaoingia peponi, alladhina yunfiquna fi sarrai wal dharra, ni wale wanaotoa kwa siri, wanaotoa wakimwona mtu ana matatizo. Alladhina yunfiquna fi sarrai wal dharra wal kadhimina al ghaidha, na watu ambao wana tabia kuficha hasira pia wataingia peponi. Mtu ambaye si mara kwa mara tayari amepasuka yeye, wal kadhimina al ghaidh, mbele ya aya wal afina anin nas, watu ambao wapenda kusamehe. Mtu ambaye ana tabia ya kuzuia hasira na mtu ambaye ana tabia ya kusamehe, hao ndio watu ambao Mwenyezi Mungu asema wataingia katika pepo ambayo upana wake ni mbingu na ardhi. Mwenyezi Mungu inshallah tutie peponi. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe katika watu wa pepo. Mwenyezi Mungu atupambe na tabia za Mtume, na Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.